Mwanadamu mwenye akili, chunga sana mabadiliko yako yanakuwaje. Katika kipindi tulizungumza mabadiliko ni aina mbili. Yapo mabadiliko yako aina mbili, lakini vile vile bado aina hizo mbili haijatosha kuwa ndio kiukomo wa mabadiliko ya mwanadamu. Mwanadamu tulivyozungumza anatakiwa abadilike, lakini kuna wanadamu wanaobadilika kutoka mahala pabaya wakaja mahala pazuri. Mabadiliko hayo ni sahihi kabisa. Mwanadamu atoke kwenye tabia mbaya aje kwenye tabia nzuri, atoke kwenye umaskini aje kwenye hali nzuri ya kimaisha, atoke kwenye nyumba ya kupanga aje kwenye nyumba yake ya kuishi. Mwanadamu anatakiwa apate mabadiliko mazuri, lakini vile vile hata wakati mwingine atoke katika kazi duni aje katika kazi iliyo bora zaidi. Mabadiliko hayo ndio kila mwanadamu mwenye akili ayapigania mabadiliko hayo, lakini tuchunge sana kwamba katika kipindi mwanadamu vile vile anaweza kuwa apigania mabadiliko mazuri, lakini awe makini asichanganye mabadiliko kutaka kuyakimbilia mabadiliko mazuri, alafu mabadiliko hayo mazuri yakambadilisha pia yakawa ni mabadiliko mabaya. Mfano wa watu wengi akili zao zinakuwa hazioni mbali, kwa mtu amepambana kutoka katika hali fulani mbaya kwenda katika hali fulani nzuri. Baada ya kuipata hiyo hali nzuri anabadilika tena kuja kuwa mbaya. Kuna baadhi ya watu wakati bado mtu hajapata kazi alikuwa ana marafiki hata mpaka maskini. Wakati alikuwa hajapata mali alikuwa na marafiki mpaka mafakiri. Wakati hajapata cheo alikuwa ana marafiki mpaka watu duni. Wakati alipokuwa hajapata mali, cheo au hali yoyote nzuri, basi alikuwa ni mtu mzuri sana. Alikuwa mcheshi na watu wote, alikuwa ni mwenye tabia nzuri, alikuwa anapendeza katika jamii. Lakini baada ya mtu huyo kupata mali au kupata cheo, basi mtu yule badala ya mwanadamu kutoka mahala pabaya kenda mahala pazuri, basi ni sawasawa na chakula kilichopita katika kinywa cha mwanadamu kikapita tumboni kikatoka kinyesi. Mabadiliko hayo si mazuri kwa mtu mwenye akili za kitimamu. Mwanadamu umefikia hatua nzuri ya mtu kupata kipato kizuri, cheo, badala ya wewe kupendeza katika jamii sasa, basi mtu ndo awa mbaya. Baada ya kupata cheo, basi ikawa watu wengine wadharau. Kapata mali, hataki tena kuongea na maskini. Akifika katika kundi la maskini waliokaa chini ya mti au mahala popote katika vigenge vyao vya kahawa, basi kwanza apandisha vioo vya gari lake. Ndio yule aliyekuwa anakaa katika genge la wanywa kahawa wale ni wenzake. Baada ya kupata maisha mazuri sasa, leo awafungia kioo, hataki hata salamu. Hayo ni mabadiliko mabaya kabisa yanayoweza kumpata mwanadamu. Mwanadamu anaweza kubadilika kutoka katika hali mbaya akaja katika hali nzuri. Ilitakiwa mabadiliko haya yawe mabadiliko mazuri katika nyanja zote. Kweli amebahatika kutoka katika mazingira magumu ya hali ya ngumu ya uchumi. Sasa ana gari lake, ana nyumba yake, ana cheo kizuri. Ndio yule aliyekuwa anakaa katika mabaraza ya watu wa kawaida. Sasa mabaraza ya watu wa kawaida hayataki tena kwamba tayari kishapanda cheo, tayari kishapata mambo mazuri. Basi usikae kwenye mabaraza ya watu duni unaowaona wewe. Basi wape salamu, heshima iwe ya kawaida tu. Mwanadamu tukubaliane na mabadiliko, lakini mtu asibadilike kutoka kwenye pilau akenda kwenye kinyesi.